Yes. Taifa ni 254. Wembe ni ule ule wa kutu. Karibuni katika taifa ambalo halitaki mabadiliko. Karibuni katika taifa ambalo baada ya miaka 60 Mkenya bado anaishi msituni kupigania uhuru. Mzee alitukosea sana. Mzee Jomo Kenyatta alitukosea sana kutupatia mtoto anayeitwa Uhuru. Nafikiri shida imeanzia hapa. Na ndio sababu unakuta kila wakati viongozi wao wakisimama hawazungumzi jambo la maendeleo, lakini ni matusi, kashfa na kunyosheana vidole vya lawama. Yes, wataongea maneno mazuri, watayatoa wapi? Watayatoa wapi wakati wazazi wao washawaeka katika tunguri za ufukara wa akili? Kwa sababu kama mtapatia watoto pombe, mtapatia watoto bangi, mtapatia watoto mugoka, mtawapatia watoto kuma, mkisema mnauza, mtawapatia akili nzuri, watoto watazitoa wapi? Akili nzuri watoto watazitoa wapi? Sasa hivi kuna chemka, hali sio nzuri vile, na sasa hivi hawaongei kwa sababu wanaona mambo yao yanaenda mrama. Yes, mambo yataenda mrama kwa sababu kila jambo lina wakati wake. Kila jambo lina wakati wake, na wakati wako ukifika utajua haujui. Kwa sababu walikuwa wametutengenezea mazingira ya kufanya kama ambaye eti jamii moja inapiga jamii nyingine. Jamii hii sijui, tumetengenezewa vita vya kikabila. Lakini wakisimama kwenye majukwaa, Kenya sio taifa la ukabila. Kenya sio taifa la ukabila. Ili waonekane wanaongea maneno ya maana, lakini kule chini ya maji vitu ni tofauti. Mpaka ilifikia kipindi tukawa tunatafuta amani. Yaani unatafuta amani na jirani yako ambaye mumekaa vizuri, mnakula pamoja, mnalala pamoja, mumeoana, mko na familia. Boom, Mjaluo anapiga Mkikuyu, Mkikuyu anapiga Mjaluo. Na ndio sababu huwa kila nikizungumza ninauliza Wasomali, Marabuka, Madinuka, nyinyi mko kabila gani? Mko dini gani? Kwa sababu Wasomali wamesimama kikabila, na hii kusimama kikabila ndiyo inayowaletea matatizo. Sasa hawa watu walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanachukua vijana wa kila kabila wakiwatreni ujambazi. Halafu ili kutesa kabila lingine, wanachukua vijana wa lile kabila wakapige kabila lingine. Yaani tu hata inaweza kuwa uko town na shughuli zako, unashtukia kundi la vijana limetokezea, fujo, vurugu, mapigano. Wale wanaopigwa wanakimbia kwa sababu hawaelewi hizi vurugu zimetokea wapi. Halafu viongozi wanakuja kusimama kwenye majukwaa eti kabila fulani lilikuwa linapiga kabila fulani. Uchochezi. Wanachochea. Ni nani ambaye hajui kama ana kabila lake? Kila mtu ana kabila lake, lakini tuko na ule upendo, tuko na ile amani, tuko na ule umoja. Sasa wanapochukua hawa vijana na kuwatreni, kwa sababu wao wako na pesa, labda utapata anafanya kazi serikalini, anafanya kazi, bwanake anafanya kazi na ofisa wa polisi, ama bibi yake ni ofisa wa polisi, ama wao hawana shida. Sisi shida imetokana na wapi? Tumevishwa jikufuli la kulipa school fees. Wale hawalipi school fees, hawalipi matibabu, labda hata usafiri hawalipi, hata chakula labda ni chawizi, wanaiba hiki kinachoingia. Ndio unakuja unasikia unaambiwa kuwa walimu na madaktari wanasema kuwa serikali ilete hiyo pesa kwa sababu walimu kwa sababu wanatafuta mbinu za kutaka kuja kugoma. Kwa sababu wasipoleta hiyo pesa, hali ya
ya shule itakuwako mbaya. Hali gani ya pale shule itakuwako mbaya? Mwalimu anafundisha masomo pale shule ama mwalimu anafundisha pesa? Yes, sisi wananchi inafaa tuulize maswali. Kuna maswali inafaa tukiyasikia tuwe tunauliza. Shule imeshajengwa, madawati wazazi tulipeleka, vitabu tunanunua, sare tunanunua, school fees tunalipa, pesa ya chakula tunatoa. Usipolipa pesa ya chakula, kwa wale watoto wanaokula shuleni, watoto wako hawatakula. Kwa wale ambao chakula hakijaletwa shuleni, watakosa chakula. Na kile chakula kikiletwa, ni lazima mzazi, pesa inahusika vipi pale? Kwa nini pesa itoke serikalini ikaingie katika mifuko ya walimu? Ama pesa itoke serikalini ikaingie katika, nini kimekosekana? Ikaingie katika mifuko ya madaktari. 1 minute. Ikaingia katika, kuna maswali inafaa tuwe tunawauliza hawa watu.